afasali na maziwa. Kumbe bila street knowledge siwezi tajirika, na nikitajirika sana eti hiyo ni mwa Kenya. Nikaielewa kama Mkamba, mwezi ni Kenya. System umenilazimisha kwa new world order. iPhone, iPad, I Google you, press of a button, I know you. Enzi za kumit na kugreet ulika. Leo ni kuchat, then kusakata rumba. Ushanichanganyia Bruce Jenner amekuwa Caitlyn bila jina. Hata banki na nishoni toe form na vile niko down. Wow, amazing piece of art right there, coming from the heart, and you can tell the level and amount of passion that is invested and placed into that poetic work that actually sounds and quite musical like just a song. We're getting into that in just a short while, but Celine, we see your shout out, Celine from Laikipia County. Thank you very much for staying hooked. My MCM is Chris Warren Jr. That guy, why Celine fainted. We do hope that that is going to be put up for you to enjoy. Lots of music requests also coming in. Hello guys, the show is walking here from Nanyuki. Play for Me My Body by Jeremy featuring Drizzy. We're going to see that if you can get we're going to see if you can get that into the playlist. But now, right about now, we have a guest on set who calls himself Kaploti, and if you have watched that amazing piece of work, wow, Kaploti is quite a name, but that is an amazing piece of work. I mean, piece of art. A thumbs up. How does it feel watching yourself with so much passion oozing, and from the screen I can feel what you mean? Kidogo tu kusababisha, si unajua. Yeah. That's awesome. Yeah. So we have John Mutua with us today. Karibu sana KUTV Rise today. Nashukuru. This is the Art and Culture Corner. We love to give our audience that art in its authentic form, and we appreciate that you have it. So just tell us briefly, who is John? You're telling me that you have never been to Masaku. As much as Masaku is home, tell me, how is Kayole? Just briefly about you. Kayole ni fresh. Kaploti mwenyewe is just an artist, an urban poet, na all-round artist. And si kujipigia debe, mimi ni msanii tu wa kawaida, msanii ambaye ni down to earth, yani kuna issue kibao. Hatutakuja na limo mzee. Wow. Okay. So I know that the journey with art has been a long journey. Yeah. But I also know that besides everything else that you've accomplished, you take it with the prisons. You take it to the prisons, you're an activist, you talk to them, and you probably just try to make their life better. True. Where does your passion for trying to make life in the prison better come from? Have you been in prison before, or where does it come from? Inatokana na kwa jela kwanza. First of all, I was in prison. I was in prison just for 5 years. And baada ya kupata the real picture, wachana hii picture inapaintiwa. After kupata the real picture, I was like, sawa. People do go in due to one or two wrong mistakes wanafanya. But kitu watu wajui ni guys wakienda nje kule ndani, kuna wale utoka wakiwa wamebadilika, kuna wale utoka wakiwa sasa ndio moa, so unajua. And for those guys wamebadilika, imekuwa ngumu kuwa integrated kwa society. Yani kuna perception ya akae mbali, bado atatuiba ama yani waamini unaweza change. Unaweza badilika. So nikakuwa like, since nimekuwa pale for 5 years, nimeona story ya ndani na nimekuwa nje pia, nilikuwa najua story ya nje. At least nikaweza kubridge your gap to bring guys into society vizuri, as in prisoners and convicts and remandees wale wanaachiliwa, wa integrate kwa society na wafanye vitu right. Inaweza kuwa vizuri. So what exactly do you do? Unaenda pale, you tell them how they should come outside, or how do you bridge that gap between inside and outside? First of all, you need to know why are these guys in. So whenever I go in to the prisons, because mimi nafanya tours sana, I'm the ambassador wa prisons, kwa sababu the time nilirudi pale as an artist, prison department walikuwa like, you are one of the examples to need for these guys to change, so you need to come and talk to this guy. To these guys. So the time nimeenda kule ndani huwa, first of all, muziki huwa ni njia moja rahisi sana ya kumleta mtu karibu. And these guys
wakati umewapelekea entertainment, apart from the entertainment, you need to remind them about kitu imewaleta hapa. Isikue ndio kitu still bado itakupeleka nje na ikurudishe tena ndani. Unajua? Because apparently most of them come out and go back. Yeah. And pia the time nikitoka I guess kati ya wale watu wote wale watu tulikuwa kwa karibu now, as in we used to communicate time and time. Most of them either waliuawa alafu wengine wakarudi pia. Unajua? The reform it don't make them any better. Exactly. Na I remember kuna siku nimekuwa kamiti and then nikakuta one of my roommate now akona kesi amesha sentensiwa to hang and wait for appeal. And then the guy was like, kwani where did I go wrong? Kwa sababu gani alikuwa anajiuliza hivi? Aliniona nikiperform. So you can imagine, I was with you, nilikuwa roommate wako. This guy now ako kwa another platform, mi niko back. And this time around nimesentensiwa to hang. I'm back for good. Alikuwa analia. Back to now, really the beginning. Yeah. How did you find yourself in prison in the first place? In the first place, me kwenda prison, most of the time as an upcoming artist, you have to hustle for shows, so as in to put yourself out there, watu wakuone. You get? Because hakuna mtu atakuita ata invest time yake na hakujui. Unajua? So you have to put yourself out there. Mimi nimeenda zangu shows na nilikuwa nimepata shows hizi za clubs usiku town. So mimi nimepiga shows, and then definitely masaa ya kutoka kule huwa ni kitu saa 7 ya usiku, saa 8, saa 9. Mimi nikirudi zangu mtaa kwa saa Kayole, unajua tu. So mimi nimerudi Kayole nini. Nikifika mtaa, I have a stall where I usually do side hustle, unajua. Apart from music. So nikija kufika pale nikakuta some 3 or 4 boys wanamnyonga mtu. Unajua? Then mimi nikakuwa like, these guys wananyongea mtu hapa. Mtu kesho Makiu atakuja kuuliza hapa na atapata nimefungwa ile stall. So definitely atasema ama boys hapa, ama jamaa watoe. So ikabaki katika ile kujibizana, unajua. Nikauliza majamani, inakuaje mtanyongea mtu hapa alafu dakika ya mwisho itabaki ni yako, sasa ni juu yako. Mnaharibu biashara yangu, cause kesho hapa sitafungua, itakuwa issue. So wale maboys wakakuwa like, wewe msanii wewe pia wewe acha zako, pia si tunatafuta. So these guys kumbe wananijua. Reason being Kayole I'm known sana ni kama artist, unajua. So wakakuwa like, hapa niko job ya msanii. Wakitaka kutoka, siku realize, tulikuja ku realize later, kumbe huyu jamaa walikuwa walishamdunga kisu tayari. Get? So it became a whole different issue. Yeah, ikakuwa whole different issue. Then cops unajua wanapiga round usiku kule wakilinda usalama, wakatupata pale. Yeah. And that's how things became complicated. Yeah. Anyway, people find themselves there for one reason or another, but one thing that we know is the art in you doesn't die. Exactly. Once an artist, always an artist, and Yeah, it's born with true. you. Briefly, I think also because our time is not on our side, Yeah. the journey with art. Your kind of art is quite unique. I've watched System, ni spoken word that is musical, that has rhythm, that is melodious, and also instruments, coming along. Yeah. Your journey with art, how did you piece that together? After coming from prison, I decided it's better I just go back to music, because music it can accept. And then, there is a perception of. So I had to do music first to integrate into the society slowly.
before now. At what point did you know sasa uko na talanta? Was it after prison or maybe Before. I was doing music before hata nikiwa shule. Ukiwa high school hivi? Yeah, nilianza muziki 99. 99 ulikuwa sasa uko level gani? 99 nilikuwa nishafanya my first record nilifanya kwa Ted Josiah, Blue Zebra. Wow, were you still in school then? Yeah, I was high in school then. For what? Not high school, Primo. Primo. Yeah. You started like recording with Ted in Primo. In Wewe Primo. ukiwa Rima. Yeah. So like your art imekuwa ndani yako like forever. And then I used to make money like nobody's business. Wow. Yeah, because nilikuwa na go all around nikifanya shows na the late Gun B. He used to mentor me. Wow, beautiful. But you've kind of identified some very unique element. Yours is not like any other. Hiyo sasa uli-identify aje? How did you... Hii si kama kapuka ya kawaida, Exactly. hip hop ya kawaida. With this one, with the spoken word and stuff, nilikaa chini, nikasema, nikaji challenge. I want guys to listen to the message more than dancing and stuff. Unajua? So, what's the best way to attack this case, or what's the best way to catch the attention ya watu? I had to do spoken word. But spoken word ambayo iko twisted, iko so musically. That we can still dance along. Unajua? It's so musically in that you can listen to the rhythm and still you can get the message I'm trying to drive home, because the message ndio nazingatia more than history. More than any other thing. Yeah, because with the other things we can do. We Dance tunaweza dance, kuimba tunaweza imba. But message lazima tupitishe. And we have to pass the message. As an artist from Kenya, tumekuwa na hiyo challenge ya all the time. Watu wanakuwa like wasanii wa Kenya, mikono juu, nini, clubbing. Like, we always mikono juu ya hewa, you know, and people trying to move na tujapata message. True. Well, we want to play one of your other songs, that is Mfungwa. Yeah. What is it about? Is it addressing issues in the jail? Is it So the Mfungwa is just a piece with coded language used in prison. Unajua? I had to do that so that niwe naweza mtouch yule prisoner ndani, na pia I can also tell the society this is the language that if you want these guys to change, use this language. This language. Yeah. Wow. Let's have Mfungwa coming up next, so that we can just look at what Mutuma. Is it Mutua? Mutua. Kaploti mwenyewe. Kaploti mwenyewe, but I love to call you Mutua because that is your real name. What Mutua is putting together to actually bring that element of change, which is not really recognized or done by many. Let's have Mfungwa next on the playlist. Hiyo ni milango ya jela kufungwa. Baby, bye, bye. Miaka 5 wamenifunga. Utavumilia kuningoja? Hai, mwandize. Hiyo ni vioja mahakamani. Najua itakuwa ni ngumu. Na hii life ya machipo. Mafuta, chakula za GMO. Lock lazima kutoa. Naomba tu watoi wangu utanichungia. Ukilemewa, mathangu yuko atakusaidia. But tusidanganyane, emotionally, physically, hiyo najijazia. Mathangu hapo hawezi kusaidia. Baby, bye, bye, bye. Enyewe navuna nilichopanda. Freedom natafuta. Kaploti, siamini wamenifunga. Enyewe navuna nilichopanda. Freedom natafuta. Kaploti, siamini wamenifunga. Thank God kamwezi kameanguka. Starehe imekuwa kuchekika TV. Leo zinanisaidia masiku kusonga. Na cheki mtani tia drops za Cartel ndio kusema. Enyewe jela sio kitu poa. Kula ni mapema, kulala na kurauka. Behind these walls nimejifunza. Kuna mamende, mahuru, masmata na malosti. Goal ni paketi ya roster. Chomeshe kabalush. Upele, file kupotea. Mblena kutokujambwenya. Shida wa rumande wanapitia. Namba haisongi. Sometimes na feel down, but spirit iko juu. Cause everybody has an emotion, na my addiction ni watoi wangu. Enyewe navuna nilichopanda. Freedom natafuta. Kaploti, siamini wamenifunga. Enyewe navuna nilichopanda. Freedom natafuta. Kaploti, siamini wamenifunga. Jogoo aliwika mara 3 sikusikia, nikaendelea tu kuiba. Jogoo aliwika mara 3 sikusikia, nikaendelea tu kuwanyonga. Enyewe sikio la kufa lisikii dawa. Narudia, jogoo aliwika.
zikawa ni kick na snare za kunipa psych, at the same time makofi za kuniamsha. Reason being, sijielewi, sijui nini nataka kwa live. Thank God aliniokoa, ningechomwa burning whale, risasi ama vita ya mob justice ningepokea. Sitaki life ya Robin Hood, kujivunia Robin the Hood. Moto yangu ni hakuna mtu anataka kufa maskini, but nitabakia maskini wa Mungu, niweze pata epuka kukaa mbali na Mungu. Jela imenifunza maisha bora, sio bora maisha. Wizi kuwa teki, kubeba 9x9. 10 ndani, 10 nje, but serving jail time, uko peke yako. Rainfall, wash away sora za niliowaibia, pasi za madem niliwaibia, yule mama mboga, hata kalika mzee wale viomo. Na wizi, nati. I think that particular piece just shows exactly what people are going through in jail. There's no need to really, get into that. And I do hope that message gets to as many people as possible. True. Anyway, Kaploti, as we come to the end of this particular interview, why don't you just give us a piece, one of your favorite pieces of a spoken word, and that is your camera. Just look at the audience and give it from your heart, like I can see oozing in your videos as well. I have no as in any specific spoken word, because nina spoken word kama milioni. It's only that nitafanya tu moja. Exactly. Unajua? Just in a minute also. Do you love being a Kenyan? I love being Kenyan. I love my country. There are guys who don't love being Kenyans and they hate to be Kenyan. Unajua? And this is something for them. My mama told me, it's okay to be civilized, and as I go on with life, I must always remember where I came from. So stop it. Ati heri singezaliwa Mkenya. Unakotamani sio nchi ya maziwa na asali. Pia kuna problems na heri nyumbani. Muulize Mkenya aliye Marekani, aka Samabanis. Utasikia, nyumbani ni nyumbani. I miss Nairobi, land of the rising sun, land of the long distance runners. Hata mimi na Corazon, we are long distance runner, hata kama Corazon ni wa kuhema hema. Masai walilisha ng'ombe, wakazirudisha malishoni, wakakuta wametayarishiwa mokimo na kafish sapa ya jioni. Huku Ingoho kwenye matoke, menu ya kukaribisha wageni. And still unasema Kenya sio kupoa. Kenya ni kuzuri. Wow. Okay. I wish I could ask for more. I wish I could really ask for more. That's a lot of good stuff right there. Anyway, thank you very much once again for gracing our studios this morning. We do hope that your art na your talent na your passion uko nayo uendelee kuinspire na kuchange as many people as possible. You've just told me eti kuna rafiki yako ambaye kwa hiyo video ambayo alipass the other day. Yeah, kuna rafiki yangu alipass na rest in peace soldier, ingawa hukufuatilia the legal hustle, ilifuatilia the legal hustle. Na lastly before I go, big up sana kwa watu wangu Samora GKV Chuo Records, Jesse Bukindu, watu wangu wote wa Kayole, watu wangu wote unifuatilia, Kaploti mwenyewe kwa kila social media ni Kaploti mwenyewe. Kaploti mwenyewe. Yeah. Twitter tukupate Kaploti, Facebook kila tukupate mahali, Kaploti. Lakini message ni illegal hustle kando. Sipo. Prison sipo. It's Yeah, not sipo. a nice place. It's not One a day nice nitaka place. nawe chini uniambie hiyo maisha ya prison, yani vile iko real yani what really goes on there, but it's not good definitely. And then thanks KUTV, so unajua mzee mnasababisha, mnatusupport. Big up sana. Kabisa. Artist lazima wapewe support. Shukran sana. Thank you very much. That is Kaploti mwenyewe. Me, I want to call him Mutua as much as he's refusing. The last time he was in Masaku, he doesn't remember. He's been in Kayole for God knows how long. But art really is the channel to change and to actually, as you have heard, to communicate in the language that one understands best, because each and every person in different situations has a different way of understanding depending on the circumstances, and that is what you get here on KUTV Rise today. That was the Art and Culture Corner. Thank you once again for choosing KUTV this morning. Remember to talk to us also on our social media platforms. Our Twitter handle is @KUTV Kenya, #KUTV Rise today. Our WhatsApp number, which please use to just text or WhatsApp, is 0792766
0792-766 and 706. You can send videos, you can send your requests also on that line. Remember to include your name and where you are watching us from. Talk to us and remember our conversation today. People are actually thinking money is not really such a big deal, but we are coming back with that after this short music break. Otherwise, Kaploti, all the best. Salimia watu wa Kayole kabisa. Okay, big up.